mwanaume akimpenda mwanamke akiwa na nauli, yani kwenye mfuko wake imebaki shilingi 500. Na huyo msichana amekutana naye, labda wamekutana kanisani, msichana hana hela ya kurudia nyumbani nauli. Ataitoa ile 500 kipindi kile sasa tukiwa Mikocheni. Atatoa hiyo 500 kutoka hapa, atampa yule binti apande daladala. Lakini yeye kwa sababu anampenda yule mwanamke, atatembea kwa mguu kama anakaa Tegeta mpaka Tegeta atafika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye yuko razi ampe yule, lakini yeye ateseke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anampenda nani? Huyo. Je, kumpenda Mungu tuko hivyo? Tunatia bidii hivyo? Haleluya. Hapa naweza ukaangalia kuja kusoma neno la Mungu ni Jumapili kwa Jumapili. Kweli unampenda Mungu? Unayempenda hautachoka. Bwana Yesu asifiwe. Unayempenda utafanya nini? Hautachoka na utaona kama ni kero. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukampenda mwanadamu akawa ni kero. Haleluya. Wewe unampenda, ya naona upendo wako ni kero. Bwana Yesu asifiwe. Nimewaambia mimi ni nani? Mwalimu, nataka niwafundishe ili tufanye nini? Tuelewe. Mchungaji asiwe anatumia nguvu nyingi sana. Lazima ujitambue hivi, kweli mimi nampenda Mungu au simpendi Mungu? Kama unampenda Mungu lazima utie nini? Bidii. Ibada za kati, Jumatatu kama kuna ibada utafika. Jumatano kama kuna ibada utafika. Ijumaa kama kuna ibada utafika. Na kwenye mkesha, yani wewe mwenyewe, kwa sababu hata unapokuwa unafanya biashara, si unafanya biashara mpendo? Si unafanya kazi? Mwingine hajategesha alarm ya kuamka kwenda kazi. Lakini yani muda tu ukifika huyo, kwa sababu anapenda kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Yuko lazi ashinde njaa kwenye kazi yake au kwenye biashara zake, yuko busy na biashara na wala sikinja. Lakini yuko tayari kutoa hata huo muda kufunga. Siku akifunga anasikia njaa, siku ana wateja wengi hana njaa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata wanaofanikiwaga, kuna mahali ile neno sijaliandika. Biblia inasema kwamba si wale yani wale wale wapigao mbio. Umeelewa? Si kuna mashindano ya kukimbia haya. Haleluya. Unakuta mtu anakuwa na mazoezi mengi ya kukimbia. Kwa hiyo kwenye yale mashindano unakuta anafanya nini? Anashinda kwa sababu ametia nini? Bidii. Hao wachezaji wanatia bidii na ndio maana wanashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa una mwanafunzi unasoma ili ufaulu, tia bidii ya kusoma. Na wafuatilia wengi wanaosomaga wanafaulu na wafika mbali, wametia bidii ya kusoma, yani kutafuta bidii zao binafsi. Akitoka shuleni yuko bidii nyumbani, anasoma, usiku utamwona anaamka anaendelea kusoma. Mtu wa design hiyo hafeli, ametia bidii kwenye kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Kama ya duniani yeye ukiatilia bidii unafanikiwa. Hebu mtesti Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wale wanafunzi wanaotia bidii kwenye kusoma, hawataki kufanya show kwamba waonekane kwamba wanatia bidii, wengine waga wanajificha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakutana naye shuleni mkawa mnacheka kama kawaida, yani yeye anakupotezea muda tu, lakini akila kona halali. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuuliza mwenzako umeshasoma, anakuambia sijasoma, lakini kumbe kasoma. Umeelewa? Ana juhudi zake nini? Binafsi. Kwenye kumtafuta Mungu, waga ni juhudi ya mtu binafsi. Ni bidii ya mtu binafsi. Haleluya. Mimi kwenye kuishi kwangu huku, yani miaka 40 na kadhaa nilionayo, sijawahi kuona yani watu wanaweka mtu amekufa wanaweka kwenye jeneza moja. Sijawahi kuona.
Labda mwenzangu umeshaona. Yaani hata wakipata ajali wakafa unakuta watachimba kaburi moja hivi kama tunavyoona hata kwenye mitandao, kwenye mavideo, lakini kila mtu amemkunja kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ulikuja peke yako. Haleluya. Na mapacha anatanguliaga mmoja, anafuata wa pili. Umenielewa? Hawaji wote wakiwa wameshikana hivi. Ukiona wameshikana ndio hivyo tunasema ni nini? Walemavu. Juhudi binafsi zinafanya nini? Zinafanyika za kuwatenganisha. Lakini kila kitu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Mungu akakupa mdomo mmoja. Haleluya. Bidii binafsi inahitajika kwenye kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hata ile Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa 14, mimi nitakuwa nawasomea tu mstari. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ibrahimu aliweka bidii katika kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu aliweka bidii katika kufanya nini? Kumpenda Mungu. Yaani alimpenda Mungu. Yeye yuko na mtoto, hana mtoto, yeye aliona kwake ni nini? Ni ubatili. Haya, amepewa mpaka na mtoto mmoja, lakini kwa sababu alimpenda nani? Mungu, mpaka akataka kumtoa mwanae sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani huyo ni mtoto tu. Ukiona mwanadamu anatoa mtoto wake sadaka, anatoa, unajua kuna masharti ya kiganga. Na waganga wenyewe wanajua. Wanakuambia uwe tajiri, toa unayempenda. Unakuta analenga mama yako mzazi, analenga baba yako mzazi, anamlenga mke, analenga watoto. Kumbe na wao wanapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu unachokipenda. Kwa sababu sadaka ile unayoipenda inahuma. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anataka utoe kile kitu. Ukitoa kwa sababu anajua kinafanya nini? Kitakuuma. Bwana Yesu asifiwe. Na wao ndio maana wanalenga. Mtu anamtoa mtoto wake ili awe tajiri. Mtu anamtoa mke wake ili awe tajiri. Kwa sababu anampenda mke wake. Mganga sikamwambia. Mtu anampenda mama yake, anaamua kumtoa ili apate utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimpenda Mungu, ukajitoa kwa Mungu, ukazamilia, ninawaambieni wapendwa, tukitoka hapa, ninaomba watoto wakiendaga shule wanapewaga homework. Hebu weka kwenye matendo tu kidogo. Halafu ipo siku tutakuja tushuhudiane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona Ibrahimu baada ya kutaka kumtoa mwanae Isaka, mpaka Mungu alikuja kusema kwa kweli, kwa sababu amefanya nini? Amempenda Mungu. Mungu akamwambia wewe utakuwa ni baba wa nini? Wa mataifa. Uzao wako utakuwa ni kama mchanga wa bahari. Mchanga wa bahari unaweza ukahesabu jamani. Hata tukisema tuzoe mchanga kidogo tu hapo uhesabu. Sasa inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Uone Mungu anavyopenda. Haleluya. Zaburi ile ya 91 mstari wa 14 unasema hivi. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka mahali palipo wapi? Palipo juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa amekaza kufanya nini? Haleluya. Hivi mnaelewa kukaza kitu Si mnaelewa? Unajua hata feni hiyo kama haijakazwa inaweza ikadondoka. Mnajua hiyo? Unajua kiti ulichokalia hicho kama hakijakazwa kinaweza kikaanguka, kikaanza kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Hata ujenzi huu kama hujajenga kwa kukaza, unajua inaweza ujengo likaanguka. Mnajua hiyo? Na Biblia inasema kwa kuwa amekaza. Kukaza
Mungu. Sasa tunaona hata misumari inagongelewa mpaka inakazwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo wapi? Palipo juu. Bwana Yesu asifiwe. Kaza kumpenda Mungu. Unajua unapokaza kumpenda Mungu ndio bidii unakuwa unaiweka kwa nani? Kwa Mungu. Kaza, weka bidii kwenye kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi niko huko ninawaona mpaka wanaolala. Kwa hiyo nikikuamsha usimame mpaka nimalize kuhubiri, tusilaumiane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ni muda wa kusikiliza neno la Mungu, hata lisaa tu moja jamani unashindwa. Lakini hapa ingekuwa ni movie. Hakuna mtu anayepata usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kuwa amekaza kufanya nini? Kunipenda. Nikwambie leo, kuanzia leo tarehe 4, kaza kumpenda Mungu mpendo. Kaza kufanya nini? Kumpenda Mungu. Kwa sababu ukikaza kupenda biashara, kufanikiwa ni lazima tu. Unaweka bidii zako kwenye biashara, utafanikiwa tu. Utapoteza mtaji, utapigana tena mpaka upate mtaji uinuka. Yaani kuna mwingine biashara anapenda akikuta imeibiwa kesha atatamani alale dukani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaweka bidii. Yaani ameikazia, mimi na biashara yangu liwalo na iwe mvua iwe jua. Bwana Yesu asifiwe. Na akiweka kufanya hivyo wanafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tukifanya hivyo katika Bwana, hakuna kinachoweza kukufanya ukayumba. Haleluya. Yaani mimi kwenye maisha yangu nishagesemaga hivi. Nikiamua kufanya kitu, yaani hata awe nani, hakuna kunirudisha nyuma. Haleluya. Utaweka kizuizi cha kila aina. Kama nimeamua. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiamua kufanya, sifanyi ili nionekane kwa watu. Nafanya kwa sababu ninajua kile kitu ninakitamani. Lazima nitafanikiwa kupitia hicho kitu tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha yangu ya wokovu. Haleluya. Vizuizi vilikuwa kama vyote. Lakini mimi kwanza. Haleluya. Wanasemaga hivi. Nasema ya Waswahili wanasemaga kelele za chua zui nini? Ng'ombe kunywa maji. Si ndio? Na uzuri kwa Mungu hakunaga wengi wape. Si nakumbuka Joshua na Caleb walienda wapelelezi 8 wakasema kwamba ile nchi ina majitu. Lakini 2 tu wakasema hapana, hayo majitu ni chakula chetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu hakunaga wengi wapi. Kwa hiyo mimi yani wagani hivi kwa Yesu, hata iwe mvua iwe jua, mimi kwa Yesu nimeweka bidii kwenye kumtafuta Mungu na nimemwona. Bwana Yesu asifiwe. Weka bidii kwenye kumtafuta Mungu. Haleluya. Weka bidii kwenye kumtafuta Mungu na Mungu utafanya nini? Utamuona. Wanafunzi wanaosoma, weka bidii kwenye kumtafuta nani? Mungu. Haleluya. Hapo nyuma kuna kaka mmoja amevaa t-shirt nyeupe leo. Kaka jitahidi wasijikaze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Weka juhudi. Unajua kuna wanafunzi kama mkiwa mnasoma. Unajua ukisikia usingizi wakati mwingine kahawa sizipo. Ukiwa unafanya biashara unasikia usingizi na wateja wapo, wewe unafanya? Unalala kwanza. Mwambie hebu nipishe kwanza nilale kidogo. Yaani unaweza ukawa umekesha
na wateja wakaja tena, na ukaendelea kufanya biashara ukawa na nguvu zako zote. Si ndio? Kwa Mungu kwa nini kinashindikana? Na ukiweka bidii unafanikiwa. Siku unafanya biashara jamani. Hapa nimeona mchungaji amesema nani dereva pikipiki asijaona mtu. Lakini bajaji unajua kuna wengine wanakesha. Ukipigia bajaji saa 9 anataka kwenda SGR, yuko macho. Lakini mwambie kuna maombi ya saa 9 usiku. Usingizi atakako utoa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ile ya ziada kwamba acha nijiongeze niamke saa 9 usiku niombe, hakuna. Lakini anamteja ataamka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameweka juhudi kwenye nini? Kwenye kazi yake. Anajua nikimpeleka mtu SGR kutoka hapa Nzuguni mpaka kule SGR tayari nina 10,000 kama yakubaliana 15,000. Si ndio? Lakini anaona nikiweka bidii kwa Mungu napoteza muda. Ndugu, upotezi muda. Haleluya. Haleluya. Tusome ile Mathayo sura 11 mstari wa 12. Ile inasema kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wanani? Wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye. Haleluya. Sisi tunaangalia wakati mwingine hata movie jamani, hata za jeshi huko go wind. Kuna uvikezo. Si ndio? Kuna mtu mwingine mlegevu hawezi kwenda kwenye jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kutaka ufalme wa Mungu unahitaji nguvu. Unahitaji bidii. Bwana Yesu asifiwe. Usimuone mtu amefanikiwa ukajua amefanikiwaje. Ameweka bidii. Haleluya. Haleluya. Nimefanikiwa mimi kama hapa nimesoma na mshukuru Mungu. Lakini niliweka bidii sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeweka bidii sana. Unafeli, unafanya mtihani, masomo ni 5. Unakuta umefaulu 1 au 2. 3 yote unayo. Haleluya. Lakini havikuzuii kurudia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka bidii. Biashara unafanya inaanguka, lakini unaweka bidii. Mwingine akija kanisani akishaona mambo yameenda hivi, anajua mimi kanisani kwanza kwenye siendi. Haleluya. Sasa wewe unamkomoa nani? Matatizo ni yako, majaribu ni yako. Unamsusia nani? Mimi kanisani siendi. Nikienda ananifanya hivi, sio nimeenda nimerudi. Unajikomoa mwenyewe mpendwa. Kwa sababu wewe umeenda pale ili uonekane na viongozi. Lakini kama unajua ninaingia kanisani kwa ajili ya Mungu, hata yawepo majungu ya hadi. Bwana asifiwe. Kuna mchungaji mmoja alisemaga hivi, muumini na anayempenda Mungu wake ni kama nguzo ndani ya kanisa. Kwa sababu nguzo moja ikitoka, ujue jengo haliwezi kuwa. Haleluya. Ni kama nguzo ndani ya nini? Ya kanisa. Ukijijua kwamba mimi ni nguzo, yani nguzo hiyo unaweza ukaja kuipiga ngumu, ukaifanyia vyovyote, ukaitemea mato, ukafanya yani yenyewe ipo tu. Haleluya. Hivi kwa mfano kunja hiyo 10,000 hapo kama unayo au shilingi 500 tu, iweke huku kwenye matope, fanya vyovyote. Thamani sinabaki ile. Bwana Yesu asifiwe. Thamani sinabaki vile vile. Haijalishi umechafuliwaje, umekunjwaje, umepitishwa mangapi, lakini thamani yako inabaki ile ile. 10,000 hata uichane, hata kama ni 1,000 uichane. Wakiunga na salt tape, si unaenda dukani unafanya kitu. Si unaenda ukanunua kitu jamani.